Haiwezekani baba. Katoto, ongozana naye mkakamilisha yale niliyowaambia. Vipi, una shida gani? Mbona kuna sana? Hamna baba mdogo. Hamna nini? Hamna baba mdogo. Tarusha ambukizwa magono haya. Baba mdogo. Bora hata ikiwa gono baba mdogo. Nimekaa hapa nikawa najisikia haja. Kwa nimeenda chooni kukojoa naangalia hivi. Sioni kitu baba mdogo. Mwanangu wewe bangi hizo. Sijakojoa mimi baba mdogo. Yaani nimefika pale ndo nataka nikojoe. Nakuta hamna kitu, yaani hamna hata kitu hata kimoja. Ni bora wakichukua zile mbili ndogo ndogo wakiacha ile moja mimi niitumie. Sasa vyote walichukua baba mdogo. Inawezekana ukawa serious mwanangu. Njoo kuangalie ndani. Karibu sana. Asante sana mzee wangu. Mzee wangu, ujio wangu kwako ndio ili kukuelekeza kuwa nimeshafanikisha kutoa mimba 2 kwa mke wangu. Ndio. Umefanya vizuri sana ndugu yangu. Sasa hapa umebaki na mimba hii moja tu. Unakuamisha kuwa mwanachama halali kabisa katika chama chetu. Kwa hiyo naomba fanya jitihada zako zote. Hakikisha unapata hiyo mimba ya 3. Sawa mzee, lakini mke wangu hayupo. Maana baada ya kufanikiwa kutoa mimba ya 2, nahisi ameistukia. Sio atakuwa na malwani, yani ameenda kwao. yani hata lisikupe shida ndugu yangu. Yani usipate shida hata kidogo. Mchawi hata siku moja uweze kumkimbia. Sisi wachawi hatukimbiwi bwana. Huko aliko utamfuata huko na atapata ujauzito huko na utachukua huko aliko, utaleta, unakamilisha mipango yako. Yani usiogope hata kidogo. Kwa maisha mzee, nitafanikiwa kwa jambo hili? Bwana wewe. Sasa tukua watu wanasema kuna uchawi. Basi sawa, niseme nishukuru tu mzee wangu. Yani wewe ndio shaka ndugu yangu. Sawa, basi ngoja nikuache. Haya ndugu yangu. Asante sana. Wasalimie. Haya, asante. Haya. Wangesema kuna uchawi tena. Baba wewe. Ana umetulia. Bwana wewe. Kuna badilishana mawazo na ndugu yangu Linjambo hapa. Kipindi natoka ndani. Nikaona nakuja moja kwa moja. Sasa nikaona baba anaongea na mtu. Ila sauti nikaisikia kama Linjambo yule. Alikuwa anasemaje? Linjambo bwana, baada ya kuona huyu kijana yule mdogo wako. Akili zake mwenyewe unamuona. Hana msaada kamili kwangu. Kwa hiyo nimeangalia Linjambo, nimemwona kijana mkakamavu, hata uwezo wake kidogo wa akili umetulia, na ukimwambia jambo analifanya kama ulivyomwagiza. Basi nikaona bora nimuunganishe awe mmoja wa wanachama wangu. Baba, ni jambo zuri sana. Kwa sababu kitanua wigo, wanajeshi wakiwa wengi, unafanya chochote unachotaka. na Linjambo namna vile anavyojiamini. Bona mwaka huu tutafanya kazi, mambo yangu yatakwenda hivi yanatiririka. Yule hana shida. Kwa hilo mimi naamini tumeshinda. Ni kweli. Na anavikujua wewe. Hujawahi kuniangusha hata kidogo. Ila baba wewe noma. Hiki kichwa hiki bwana. Wewe kichwa. Ndio maana mimi napendaga sana kujikaga.
Karibuni. Haina haja sana wako nikaribisha. Naamini uji wangu unakutambua. Wewe ni mtu aina gani? Ni mtu wa matukio tu katika familia yangu. Njambo, naomba mrudishie mwanangu mali zake. Baba mdogo, mbona sikuelewi? Unielewa sio? Umetoa mimba ya mke wako, awamu ya kwanza, umetoa mimba ya mke wako awamu ya pili. Bado haitoshi. Umemtolea mwanangu sasa mali zake. Afanye jambo lolote na kuelekeza ikifika leo jioni bila kumrudishia kichwa chako mali yangu. Baba mdogo, mbona unapenda kunipa lawama mimi? Na bado unaweka kwenye mabano, unaweka kwenye mafumbo, bado sielewi. Unajitoa ufahamu. Naomba mrudishie mali zake haraka sana. Nafahamu mchezo wako unaucheza wewe. Naomba mrudishie. Mwanangu tuenze. Mimi nimekusikia. Lakini nimeshangazwa sana, baba yako amekuwa mkali sana kwenye swala hili. Na mara kwa mara alikuwa anafika hapa kufuatilia. Hamna baba. Unajua baba alifanya hivyo si kwa ubaya. Yaani kwetu sisi bwana tuna mila na desturi. Kwa hiyo niambie huyu mwanamke aje kwa wakati mradi tumfanyie hizo mila na desturi. Ndio maana alikuja hapa, alikuwa anamtaka huyu mtoto akamfanyia hizo. Na mpaka mimi kuja na nimetoka mjini kwa hiyo nia tu. Imradi nimchukue mwanamke nimpeleke kule nyumbani afanywe hiyo mila na desturi. Kwa hiyo sio kwa ubaya baba alifanya hivyo. Na kama unavyojua mke wangu mjamzito, na hilo ni jambo la kufanya haraka sana. Basi ni sawa. Mimi siwezi kukataza hata mara moja. Na najua kabisa watunza ni mkeo. Tena ni mkeo wa ndoa. Sio wa bla bla tu. Kwa hiyo kwenye hilo ondoa shaka kabisa. Nyonde. Nabika. Dada yako yupo ndani? Yupo. Naomba ukaniitie. Lakini baba unahusu. Sasa kuonesha adabu mbaya mbele ya mgeni. Naomba uondoke. Ukaniitie dada yako. Baba, usiwe na wasiwasi. Sio watoto wa kike hapa. Mbona msalimie mwenzio? Habari. Safi, jambo. Hakuna tatizo hapa. Salama, karibu. Asante sana. Sawa. Tunza mwanangu. Baba. Mwenzio amekufuata. Nasema kwao kuna mila na desturi haujafanyiwa. Na unajua wewe ni mjamzito. Kwa hiyo ningeomba tu kwa wakati huu akiinua mguu wake hapa, basi wewe mbele, yeye nyuma, au yeye mbele, wewe nyuma. Ndio. Sio, umenielewa? Sawa baba, mimi sio baadaye, sio kesho, ni sasa hivi. Ukajiandae uweze kwenda na mwenzio ili mkazifanye hizo mila na desturi ili upate mtoto ambaye yuko salama na mwenye kinga. Sawa. Nyonde, sipendi hiyo tabia yako. Sipendi hiyo tabia yako. Baba, usimlaumu sana. Sinajua tena huyu mtu na dada yake. Kweli anaona mwenzake anaondoka. Hatuma kidogo kama jisikie vibaya. Kwa hiyo simchukulie vibaya sana kusema labda amekasika, hapana. Hii ni faraja tu. Inamuondoka. Ni kawaida. Wala usijali kwenye hilo. Baba, mimi nashukuru. Nalimudu. Wanangu hao. Baba. Karibuni sana. Asante bwana.
Nimekuletea mkweo hapa. Ni kweli kabisa. Karibu. Asante. Shikamoo baba. Marhaba. Habari za ukute? Jua la utosi